umuhimu wa quarantine za Waamerika nchini Kenya. Umuhimu wa quarantine za Amerika Kenya ni mingi sana. Nadhani hapo hivi majuzi, kama umekuwa ukifuatilia habari, tumeona rais akieleza Wakenya kwamba serikali ya Marekani imejitolea kuwekeza bilioni 200 kwa mradi huu. Huo ni muhimu, Wakenya watafaidika kwa sababu kuna zile infrastructure zitajengwa za afya Kenya kupitia hela hizo, na hizi infrastructure vitu kuu wataishi wakiziona. Hakuna Mwamerika atabeba nyumba aende nayo Amerika, na nyumba hiyo sote tunajua ni nyumba ya, tunaelewa ni nyumba ya afya. Na kama tumeelewa ni nyumba ya afya, inamaanisha generation to generation to come, hizi infrastructure zitawahudumia. Hiyo ni umuhimu wa kwanza. Umuhimu wa pili, madaktari wetu watakuwa wamejifunza njia mingi sana za aidha kuzuia ama kutibu gonjwa hili la Ebola, kwa sababu tuliangalia fact checking, tuliona kwamba Kenya iko chini ya yule mwavuli wa Sub-Saharan Africa. Kwa hivyo tisho la huyu mnyama ambaye anaitwa African Fruit Bat kuambukiza iko kirusi cha Ebola na kutufikia, tulisema liko wazi. Sasa kwa hivyo madaktari wetu wakijifunza venye watatibu na kuzuia ili gonjwa, tutakuwa tumesaidika sana kama Kenya. Ya tatu, iko na umuhimu kwetu sana kwa sababu hata sisi wa Kenya tunaelewa, tuna ndugu zetu ambao ni madereva wa masafa marefu ambao wanatembea hizo nchi ambazo kwa sasa tunakisia kwamba Ebola huko ndio na huko ndio tunaishi, lakini ndugu zetu wanafika mpaka huko na wanarudi, tumeishi nao. Kwa hivyo tisho la Ebola Kenya liko wazi, na serikali kujitolea kimasomaso kukabiliana nalo kwa kuitisha ama kuelewana na serikali ya Marekani kuleta hiyo quarantine center hapa, ni wazo zuri sana. Ni wazo zuri na ni wazo ambalo linaenda kusaidia sana wa Kenya in case, just in case, na tunasema in case kwa sababu God forbid ikitokea kwamba kuna afya ya hilo gonjwa hapa Kenya, our medics will be in a position to handle it in a proper way. Manufaa ni mengi sana, na pia wale ambao wamejitwika mzigo wa kuitisha maandamano kupinga hizi quarantine centers, nadhani wanafanya hivyo out of misinformation. Nadhani wako katika hiyo pilika ya kufanya hivyo kwa sababu mtu anataka apate ile political gains, lakini ukweli ni kwamba Marekani ina uwezo mkubwa sana, na tushukuru kwa sababu nikipima nia na dhamira ya Marekani kuleta hiyo quarantine or isolation centers hapa Kenya, Marekani haina nia mbaya hata, kwa sababu nimesema Marekani wangekuwa na nia mbaya hivi ndio wangefanya. Nadhani sote tunakumbuka kulikuwa na vita vya pili vya dunia mwaka 1943.
Huo mwaka kulifunguliwa kituo kimoja ambapo kilikuwa kinaitwa Camp Detrick. Camp Detrick iko huko Amerika, mahali inaitwa Maryland. Ilifunguliwa kama maabara makuu ya kupigana kitu kinaitwa biological warfare. The biological warfare laboratory, its headquarters iko kule Camp Detrick, lakini siku hizi inaitwa Fort Detrick. Siku hizi inaitwa Fort Detrick, bado iko Maryland. Hiyo nikikufahamisha tu, mwaka 1943 Marekani iliunda germs ama pathogens tofauti ambazo ni za kupigana vita vya kibiolojia. Moja ya hiyo pathogen walitengeneza, waliingia kwa hizo maabara wakatengeneza pathogen inaitwa Bacillus anthracis. Hiyo ilikuwa inasambaza anthrax. Wakakuja wakatengeneza pathogen nyingine inaitwa botulinum toxins. Na botulinum toxins kawaida inatolewa na bakteria fulani inaitwa botulinum. Hii toxin kazi yake kubwa ni kupara